Kwa majina ungejitambulisha ili wapenzi watazamaji wa Darajani TV waweze kujua leo tunazungumza na nani? Kwa majina naitwa Michael Daudi Kagolo, na jina langu la kutafutia ugali ni Kagolo. Kagolo, watu wanajua, wanatamani kujua unatafuta ugali kwa lengo gani? Mimi ni msanii. Okay. Mwigizaji. Tena ni kweli nimefanya kazi nyingi aina mbalimbali. Nimefanya tamthilia ya kwanza kabisa ilikuwa DStv. Okay. Nimefanya tamthilia ya Sinia. Kwenye tamthilia ya Sinia nilicheza kama mhusika, nikauza chipsi. Nilikuwa na demu wangu mmoja alikuwa anaitwa Doris kwenye ile kazi ambaye anacheza sasa hivi kwenye tamthilia ya Kombolela. Okay. Nilicheza mwanzo mwisho. Na mama yangu mkwe alikuwa ni Mama Doris. Ambaye naye sasa hivi ipo DStv kwenye tamthilia ya Jua Kali. Yule mama sio sana. Sasa mtazamaji ambaye ni msanii anataka kujifunza kutoka kwako kwamba series huwa zina faida gani katika kipaji cha msanii ambaye anachipukia? Series cha kwanza, kama ndo mimi nilikuwa tamthilia yangu ya mara kwanza, kwa kweli sikuweza kupata kipato hicho cha kusema kwamba kilinisogeza, lakini pia nilipata shama nzuri sana, nilipata muonekano mzuri. Niliweza kujitangaza na mwisho wa siku wale ambao nilifanya nao kazi hawakunilipa kipato hicho. Sawa bwana, lakini nikaja hao tuliofanya nao tamthilia ya Sinia pia wakanichukua tena, nikafanya kazi moja ya Nuru Hitaji la Moyo. Okay. Ya ile tamthilia nilifanya mwanzo mwisho. Director wangu alikuwa anaitwa Matoo. Na ile kazi kiukweli ile sasa ndio naweza kusema kidogo Mungu aliweza kusaidia. Unajua mpunga ukawepo kidogo. Kidogo mpunga uliweza kunisukuma katika namna moja ama nyingine, nikapata hata pesa ya kuja kupanga kwenye nyumba kidogo yenye hazi kidogo, ingawa sio ile. Na mle nilicheza kama mfanyakazi wa gereji. Sasa kwa gereji, na mtu mmoja alikuwa Boazi na mke wangu alikuwa anaitwa Mashavu, kama watu waliweza kufuatilia ile kazi. Okay, Mashavu huyu ambaye anatamba sasa kwenye Kombolela. Mashavu ambaye yupo kwenye Kombolela, na bahati nzuri watu wangu wote ambao wanacheza kama wake zangu hapo kwenye tamthilia ambayo inakimbiza sana sasa hivi. Okay, sasa kuna kasumba ya waigizaji kuchagua scene. Sababu hapo umetuambia ulicheza scene ya gereji. Yeah. Sasa kuna watu wanachagua scene kwenye hizi series au movie, unakuta mtu anataka yeye acheze movie fulani hivi ambayo anahisi yeye ndio itampeleka mjini. Wewe mtazamo wako wewe unasemaje kuhusiana na hiyo? Yaani kiuhalisia, ukimwona msanii anachagua scene ya kwenda kufanya, huyo bado hajakamilika kuwa msanii. Okay. Kwa sababu msanii anatakiwa badilike kwa wakati wowote na kitu kinachopewa na director. Kwa sababu 80% director ndo anaona wewe unaweza ukakaa pale. Sawa. Sasa ukimchagulia cha kufanya, itimisi wewe bado hujakamilika kwenye sanaa. Wengi kama ulivyouliza swali lako, nilikutana nao hata huko, mtu anakuja anataka nikae kwenye makochi, mimi sitaki scene za kuchafuka, kuja dada Slay Queen na kucha ndefu. Mimi naona ukicheza usiniguse, usinipige. Mimi ukinigusa tunaumia. Sasa wasanii hao wapo, lakini nasema kusema kwamba hao bado hawajakamilika kwa wasanii. Scene gani ngumu sana inakuwa kwako Kembo uigize? Mimi scene ngumu kiuhalisia. Mimi msanii sina scene ngumu. Kila scene kwangu ni rahisi ambayo utakuonipa. Jambo twende jalalani, ukawe chizi, unaokota makopo, wewe unafiti bila tatizo. Na hizo ndo nazipenda kweli. Naona kama vile umeenda mbele, umekuja mbele kabisa, kitu ambacho hata kwenye hizo kazi za nilizofanya sasa hivi na Mkombozi ambao tuko nao sasa, tunafanya na kazi, tupo kwenye channel yetu ya YouTube inaitwa Mkombozi. Sawa? Kuna hizi kazi zilizoziandaa kwa ajili ya kwenda kupeleka kwenye tunzo ya Kigamboni hapo. Sawa. Hizo kazi nimecheza kama mtu maskini sana. Niko na mama yangu, hali yake ngumu kitandani, kwa mimi ndio kila kitu. Kwa hiyo hizo scene za jalalani nimezipiga sana. Okay. Na nimelala mpaka jalalani, nimekula vyakula vya jalalani stili na nilipenda sana zile scene kwa sababu zilikuwa ziko ndani ya moyo, nilikuwa natamani kupata scene kama hizo. Okay. Sawa, umezungumza hapo Kigamboni.
Kigamboni wana tuzo mwaka huu. Umejiandaa na tuzo hizo? Sijajiandaa tu. Yaani nimejikamilisha kwenda kuibeba. Okay, ulishawahi kushiriki pia? Nilishawahi kushiriki tuzo zilizopita za mwaka jana. Nilishiriki, lakini sikubahatika kuchukua kwa sababu sikuwekaga nguvu ile ya kusema kwamba sasa nakwenda kufanya nini? Nakwenda kupambania kuichukua. Okay. Unaweza ukaielezea vipi swala la tuzo kwa wasanii, hata kwako wewe, yani unavyolitathmini na kuichukulia? Hili swala la tuzo naweza kulielezea kama ni swala moja zuri sana kwa sababu kwanza linakufanya wewe kujiamini, alafu linakusukuma kuhakikisha unakwenda kufanya kazi nzuri kwa ajili ya kuhakikisha unabeba ile tunzo iliyokuwepo. Hakuna tunzo ndogo duniani, kila tunzo ni kubwa sana kama utaichukulia ule ukubwa wake, lakini kama utaichukulia kwa kuidharau, basi itaendelea kuwa ndogo kuliko ni moyo wako. Msanii bila tuzo anakuwa na uthamani wowote? Msanii bila tuzo anaweza akawa msanii, lakini msanii bila tunzo yoyote kwenye maisha yako bado hujakamilika kuwa msanii. Okay. Na ndio maana mimi nimejipanga kubeba zile tuzo. Sawa. Umejipanga kubeba hizo tuzo. Kwa hiyo tena nitazibeba sana. Sio moja yani. Yaani nitazibeba. Huu mwaka naanza nayo. Hii nachukua. Okay. Msanii bora Kigamboni. Na nikiichukua na hakika. Sio kama wale waliochukua wamechukua tu, mwisho wa siku wameweka ndani kama furniture. Okay. Kipengele ulichokuwepo ni msanii bora wa kiume Kigamboni. Yep. Wasanii wenzio ambao unashindana nao wanasikia hayo maneno, una lipi la kuambia? Naomba wasikie na hawatoipata. Yaani hiyo nakwenda kuichukua mimi kwa sababu hawana sanaa ya kunizidi mimi. Mikakati yako ambayo umejipanga unahakikisha kuchukua hiyo tuzo ni ipi? Mimi mikakati yangu ni kupeleka kazi nzuri ambayo nilifanya. Ila naamini mashabiki zangu hawataniangusha kwenye kuhakikisha nachukua hii tuzo. Kwa sababu hakuna msanii Kigamboni ambaye anaweza kanifikia mimi kwenye kufanya sanaa. Msanii yoyote yule kama ana uwezo, tukutane kwenye tuzo, alafu tuone katika mimi na wao nani anaenda kuchukua tuzo. Sawa. Nafuatilia Mkombozi Film na director Bulegea anafanya kazi nzuri kubwa sana ya kupambania vipaji na utengenezaji wa kazi nzuri ambazo zina ubora. Ni kitu gani ambacho wewe ungeomba kiongezeke kutoka kwake, wewe kama msanii ambaye uko chini ya Mkombozi Film? Swali moja zuri sana. Kitu ambacho ningependa kiongezeke kwake yeye, kutengeneza stori zingine kali zaidi ya hizi tulizozifanya. Stori moja nzuri, na naamini uwezo wa production uko vizuri, kushuti anajua vizuri, na ndio maana mimi kama mimi ambao nimefanya kazi nyingi kubwa zenye ubora na madirector mbalimbali kwa Kigamboni hii mpaka nikaamua kufanya naye kazi, ndio jamani yuko vizuri. Kwa hiyo ninachokwenda kumuomba yeye safari hii ni kuandika stori nyingine kali zaidi ya hizi tulizoandika. Na kwa uwezo wake mimi naamini Kigamboni nzima hakuna anaweza kumfikia. Sawa, kuna hili swala ambalo sasa hivi wasanii wengi wamekuwa wakikimbilia Kigamboni kwa ajili ya ufanyaji wa kazi. Unahisi siri ni nini? Kigamboni, siri ya kwanza, Kigamboni ni sehemu yenye utulivu. Kigamboni ni sehemu yenye location nyingi. Kigamboni ni sehemu ya watu wenye amani na wenye ubinadamu. Na ndio maana wanakuja huku akiomba location, 80% raia huku wanawapokea na wanapa location bila ya shaka kabisa. Na ndio maana 80% wasanii wengi wanakuja sana huku. Hata tulivyofanya ile kazi ya kwanza niliyokutajia Asinia, tulifanyia Kigamboni maeneo ya Kisota. Location moja nzuri kubwa, tulikaa kwenye ile nyumba kama ni wanafamilia. Sawa, sauni wa kuzungumza na mashabiki zako, una chochote cha kuwaambia? Mashabiki zangu cha kwanza kuwaambia,
waendelee kutegemea kupata kazi nzuri kutoka kwao, na nitawapa ladha ile ambayo wao hawajawahi kuiona kwa kazi zinazokuja, na kwenda kufanya kazi ambayo 80% Tanzania nzima itakwenda kushtuka. Hicho ndio wategemea kutoka kwangu mimi. Nakushukuru, asante kwa muda wako. Asante.